Mwana michezo, tunaendelea na jaramba letu la kimichezo, na kama kawaida yetu bwana, tunakutana na wale miamba ambao wanajua soka. Tuko na Ashraf. Mwamba naye pia ametokea under 20 kama siku, si ndio? Ametokea under 20. Kabisa. Kama amefanya vitu vingi sana hadi viongozi wamemwona kumpanisha senior team. Kuna baadhi ya vitu amevionyesha bwana, akaona huyu mwamba hastahili kucheza under 20, anatakiwa aje senior team. Kwanza nataka nijue uzoefu wako wa ulivyocheza under 20, vitu gani ambavyo umeexperience hadi umeletwa kwenye senior team. Kipindi za under 20. Kuna vitu vingi, utulivu wangu, nidhamu, ndio hicho nifanya mpaka mwalimu akaniona na kujituma kule mazoezini. Na kucheza na mangapi? Mwanangu mimi hata sijui nacheza na mangapi kaka. Sababu mimi na ukujua nachezesha namba nyingi, lakini nikicheza under 20 niko nacheza kama fullback ya kulia. Sasa wewe una enjoy kucheza nafasi gani labda? Mimi kusemeza ukweli bwana, sitaki kwa Mungu, mimi nafasi yote napanga mimi na enjoy. Unafikiri natendea yake kabisa? Natendea yake kabisa. Kumekuwa na watu wana compare sana baadhi ya wachezaji kwamba namba 10 za Tanzania kwenye ligi yetu haijalishi wa nje wa ndani, lakini ziko bora sana, lakini kila mtu anachagua kwa namba 10 yako bora ni nani? Mimi namba 10 yangu bora kwa sasa hivi kweli kwa soka letu. Fei. Kwa nini Fei? Na huu ndio kwa sababu nacheza na timu moja. Mchezaji mzuri. Hivyo sababu siwezi kuweza swali, lakini wewe kama namba 10 yako mtu wa mwanzo lazima umtaje Fei. Utulivu wake, anavyotengeneza nafasi, anavyojituma. Timu unajua kabisa timu imepata mchezaji sahihi. Sasa nataka nikuulize swali hili. Ikitokea Azam FC mkishinda, mkitoa sare wa mchezo, mnachukua ubingwa wa ligi, sawa Lakini pia mkipoteza mchezo, mzee wako amebeti anataka ile milioni 500. Kwa hiyo uchague moja, mzee alimpunga pale ili mkaenjoy nyumbani au timu ikose ubingwa, unachagua kitu gani kati ya kumuumiza mzee au kuumiza timu? Mimi hoja nichukue kwa sababu mimi nataka nichukue ubingwa. Sababu nichukue ubingwa ni CV tosha. Mzee atakuhamisha nyumbani. Atapata hela nyingi, ila zitakuja baada ya mimi nitakapochukua ubingwa nitapata hela pia. Sasa itafika ile milioni 500 ambayo atakale. Itafika. Samani nayo, samani unajua ni kitu muhimu Historia nayo ni kitu muhimu. Nimechukua ubingwa mwaka fulani, inapanisha samani, ila tajitahidi nitapata nyingine hata zipata kupitia mimi. Ubingwa kwanza, afu mzee baadaye kwenye kubeti kwake huko ndo atapata hela baadaye. Namba 9 bora ambao unaikubali sana nani? Kwenye ligi ya nataka kwenye klabu. Kwenye klabu namba 9 yangu bora kwa sasa hivi sitaki kwa Mungu. Saaduni japo majeruhi. Saaduni na huyu hapa labda niseme huyu Ngita naye. Na kidogo anajitahidi na yeye. Na mzake Saaduni hao ndo kwa timu sasa hivi naona ndo bora. Nikikwambia umzungumzie Kitamba, unafikiri unazungumza ni mchezaji aina gani Kitamba? Kitamba ni mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri, tunajivunia uwepo wake kwake. Mchezaji mzuri, ana nguvu, anaweza kutuza mpira hivyo. Kwa anatusaidia na yeye pia kwa namna yake kwenye pressure ya mechi anasema hapa Kitambala. Mechi hii ni Kitambala kabisa. Wazaji ambao mwalimu hapa mtu fulani inabidi acheze. Mechi hii ni nzuri kwake na kwa jinsi ala mchezo unavyoenda, tuwekee mtu fulani. Kwa ndo Kitambala steka mzuri ambaye anajitahidi naye. Azam FC na timu ina wachezaji wazuri sana, lakini mashabiki wamekuwa wanalalamika sana kwamba kwa nini mnatoa sana sare? Unafikiri kitu gani kinapelekea Azam FC mnafeli wapi? Hali sare zinakuwa nyingi sana. Sare bwana chezo, kwa sababu sisi tumejipanga na timu inajipanga. Kwa kila mtu ataka pointi 3 au apate pointi 1. Kwa hiyo sisi tuna maandazi yetu yanavyokuwa mazuri na maandazi yao yanavyokuwa mazuri, ndio mchezo unamalizika bila kufungana. Lakini sio kama tunasema tumejipanga hivi afu natokea hivi. Sababu timu zote nzuri ndio zipo kwenye ligi. Ndio maana naweza kutoka matokeo ya sare. Neno moja kuelekea mchezo wenu wa Singida. Neno moja tunawatakia ushindi, mashabiki watokeze kwa wingi kuisupport timu yao. Mazuri yanakuja hapo mbele. Kwa hiyo wasikate tamaa na timu yao.